Mimi ni mimi Yesu ambaye nimewafia kule duniani, na wakati huu kaeni hapa, ninaenda kwa Baba kuandalia makao. Alafu siku ya tatu wakamuona Galilaya. Galilaya anatembea, Galilaya anatembea, Galilaya anatembea. Sikiliza historia ambayo ilikuwa imejengeka pale. Wale jamaa wakasema tuwatafute walinzi ili wafute historia ya Yesu, tuwatafute. Wakawatafuta. Biblia ni tamu ukisoma, anasema ya kwamba wakawaambia ya kwamba wale walinzi walisema ukweli hapo awali. Wakawaambia Yesu huyu hatumuoni, hayupo. Maanake wakajua kwamba amefufuka, maana walishuhudia lile tetemeko na malaika aliyelikalia jiwe walimuona ana kwa ana. Kwa hiyo walinzi ukweli wanaojua, ukiwaweka pembeni wanajua Yesu alifufuka, ila kwa sababu ya uongo na fedha wakawadanganya. Lakini wanajua, hata walinzi wanajua ya kwamba Yesu yu hai. Haleluya. Baada ya hapo Biblia inasema wakasema tutawapa fedha, lakini nikisikilizika kule kwa yule mtu mkubwa tutamwambia, tutajua namna ya kuzungumza naye. Wanajaribu kuficha historia ya Yesu Kristo. Baadaye Biblia inazungumza, nasema baadaye sasa wakaandika hivyo, lakini Biblia ni tamu. Ni kitabu kiko wazi, kinasema wakaficha ukweli huu, lakini hiyo uongo unajulikana mpaka leo. Kwamba ni nini? Ni uongo. Sasa angalia pati ile ya tatu. Yesu ametoka kule. Sio kwamba aliwatokea tu waliokoka, manake alikuwa anatembea. Lile kusanyiko aliyokuwa ameliacha wakati anakufa liwatawanyika, wakaliona kusanyiko tena la kina Petro na Mariamu linaambatana pamoja naye. Wapagani wakashangaa, wachawi wakashangaa, waganga wakashangaa, wakamsogelea kumwangalia huyu ni Yesu. Wale waliompika washangaa, wakaziona alama mbichi kabisa. Wakaona alama bado zipo. Hapo ndipo moyoni mwao wakaamini, wakasema huyo ndo Yesu. Nakwambia, sikiliza, historia yako ni ya mateso. Historia yako umechimbiwa kaburi na kuzikwa kabisa, wamemaliza. Wamefukia kabisa kwenye jeneza, wameweka na jiwe zito kabisa, wamegandamiza. Lakini ipo neema ya Kristo mchana wa leo. Maana Biblia inasema wakatokea malaika kutoka mbinguni, na tetemeko kabla ya malaika likatokea, likawatikisa walinzi wote. Wakajua kuna kitu kisicho cha kawaida kinakuja, wakataharuki. Alafu malaika akalitoa lile jiwe, baadaye akalikalia. Manake huyo mtu sio wa kawaida, akalikalia lile jiwe. Kuna malaika wanapigana kinyume cha adui yako. Kuna malaika wanasimama katika ulimwengu wa roho, lakini kwa sababu mara nyingine hatuwaoni, lakini Biblia inasema ya kwamba anaitwa Bwana wa majeshi. Manake majeshi yapo ambao ni malaika. Katika mchana wa leo Bwana akupe jeshi lake lipigane kinyume na adui zako. Sikiliza, Biblia imesema magurudumu yao na magari yao yataharibiwa kabisa, maana atatikisa mbingu, atatikisa ardhi, magari yao yataharibika. Ninajua historia unaifahamu. Mungu alipowatoa wana Israeli, magari zilikuwa zinakimbia, farasi zilikuwa zinakimbia, lakini Biblia inasema akayakamata magari yakapunguzwa spidi na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu mwenyewe, Mungu pia ni injinia, Mungu pia ni daktari, Mungu pia ni Mungu wa vita, Mungu pia ni komando, Mungu pia anajua yote. Akayapunguza mainjinia waliotengeneza, waliowekea spidi, lakini Mungu akafanya nini? Akayapunguza. Adui zako waliopanda magari, ile spidi waliokuwa nayo ipunguzwe katika mchana wa leo. Inapunguzwa kwa jina la Yesu. Wewe unaendelea mbele, wewe unasonga mbele. Kama
mmoja aseme amen. Aseme na iwe hivyo. Aseme na iwe hivyo. Apige kelele aseme na iwe hivyo. Aseme na iwe hivyo. Aseme Bwana wangu na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Yakapunguzwa, wanapokea maelekezo ya Mungu. Sasa hapo tutatembea muondoko wa taratibu, na ndio maana ilifika sehemu fulani walikula kwale, pamoja na kwamba na adui wanatafutwa na maadui, make spidi ya magari imepunguzwa, muda wa chakula walikuwa nakula, alafu safari na kuendelea, Mungu anatembea pamoja nao. Biblia inaniambia inasema, baadaye wakaendelea, magari yanaingia katika bahari. Hapo ndipo kiboko kinakuja. Sema hapo kiboko kinakuja. Sema kiboko hapo kinakuja. Maana wanajileta wenyewe kwenye bahari, wanajikusanya wenyewe kwenye bahari. Hapo kiboko cha mwisho kinakuja. Make Bwana wetu ni Bwana wa vita, hajawahi kushindwa vita vyovyote. Hata kama wamekupiga vita, leo ni mwaka wa 10, leo ni mwaka wa 7. Imefika wakati ambao Bwana anakwenda kufanya jambo, hata watu watashangaa ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida.